short wananiita Heart. Unajua hata kama mtu ulikuwa sehemu na ukatolewa hapo kama Secretary General, sasa uko na ile uchungu na Mheshimiwa Rais Ruto. Malala, tunakujua. Hata kama we ni mtunzi wa shairi, wacha kwenda kutumia watoto wa shule. Uangalie ni season gani ambaye tuko. Huko unataka kuingiza watoto wa watu kwenye shida. Wewe kama uko na vita na Ruto, kuwa na vita na Ruto mwenyewe. Wacha kuingiza watoto wa shule kwa vita na Ruto. Mimi ninakuambia Malala, chenye unafanya hichi kitu ulifanya 2013, tena umerudi kuifanya tena hii 2025. Malala, mimi nakuambia chenye unafanya kitu ambaye ni kitu kinataka kuletea nchi ya Kenya vita. Na mimi nikikuangalia Malala, mahali mumefika wewe na grupu yako, ni kama mnatafuta vita vianze hapa nchini Kenya. Furaha yenu ni wa Kenya wapigane. Mimi najua kitu moja, kijiti kimoja kinaweza akisha kichaka mzima. Na hiyo maneno ambaye Malala hiyo utunzi ambaye sijui mashairi umepeleka watoto wa Butere Girls ati waende waanze kuimba kumkashifu Mheshimiwa Rais Ruto. Hiyo ni kama wewe, yani hata kama uko na vita na Ruto, kuwa na vita peke yake. We mwenyewe watoto wa Butere Girls hawakukuwa hapo hata wakati ukitolewa Secretary General. Ulitolewa hapo kwa sababu ya kiburi, na ulitolewa hapo kwa sababu wewe ni rebel. Haufai kabisa. Kwa hivyo mimi nakwambia Malala, hii kitu ambayo umefanya, na mimi hii kitu kwanza mimi nasema Mheshimiwa Rais Ruto na serikali ya UDA, mnafaa mfanye uchunguzi, mjue hawa ma principal na hawa walimu mahali ilianzia kwa primary mpaka mahali imefika. Hapa kuna mtu ameweka mkono, kuna mtu ameweka hapa pesa. Hawa wanafunzi, hawa ni innocent. Hawa hawana hatia yoyote. Wanatumika tu. Maana tukiangalia ma principal wamepatiwa pesa, walimu wamepatiwa pesa. Hawa wametumika tu kwa sababu wako na vipawa na wako na sauti nzuri, na ndio kwa maana wametumika. Na ndio kwa maana mimi nasema hivi, hii nchi ya Kenya, kama hata waimbaji watatumika, unapewa pesa uende kuanza kukashifu Ruto na serikali yake. Mimi nasema vipawa vyetu, msiruhusu vipawa vyenu vitumike hivyo. Maana wanasiasa ni wajanja sana. Wanaenda wanapatia watu pesa. Nyinyi mnakuja mnaokotwa hapo, vipawa zenyu zinatumika kinyume. So kwa hivyo mimi nasema hivi, ile kitu iko hapa hivi. Tunakwambia Malala, hautaingiza wanafunzi kwenye moto. Hautaingiza wanafunzi. Wewe shida yako na Ruto ikuwe ni shida yako na Ruto. Lakini vitu za kuingiza wanafunzi, tutakubali siasa ipelekwe kanisani, tutakubali siasa ipelekwe kwa hospitali, tutakubali siasa ipelekwe mashuleni. Hiyo kitu tunakataa kabisa. Na mimi nasema Mheshimiwa Malala anafaa achukuliwe hatua iliyo kali sana, ili awe funzo. Maana hata Mswahili akasema samaki mkunje akiwa angali mchanga, na ukiacha huyu samaki akomae hautaweza kumkunja. Vile vile hata mti lazima umkunje akiwa angali mchanga. Ukiacha huyu mti akomae hautaweza kumkunja tena. Kwa hivyo hii mambo yenye hawa wanasiasa wameanza hivi majuzi tumeona PK akipiga mpaka MCA huko kwake huko Mias. Ndio huyu PK tumemwona kukiwa na mpira ya Harambee Stars hapa nini inaitwaje hapa Nyayo Stadium. Tumemwona hapo, yeye ameenda pale apigwe kofi ili akuja aanze kusema ati ni Waluya. Hakuna mahali Mluya alikuwa ati amepigwa. Mwenye alipigwa alikuwa PK peke yake. Na hata hii ya Malala hakuna Mluya ati Waluya. Hii ilikuwa ni Malala peke yake. Muache kuchukulia mambo, mnaleta kutaka kutenganisha makabila. Mimi nasema mtu mwenye anakuja kusema ati sijui Waluya, huyo alikuwa PK na huyo amekuwa Malala. Hao wenyewe ni vita vyao, wasikuje kuingiza jamii ya Waluya ndani. Kwa hivyo mimi nasema hivi, kama ni hivi, hii ndo Kenya tunaenda kukua nayo, basi inaenda kukua Kenya yenye haina mwelekeo mzuri. Inaenda kukua ni Kenya ambaye sasa tunaenda kugawanyika kiukabila, tunaenda kukua na vita,
tunaenda kukuwa na uchochezi. Na ndio kwa maana mimi nasema hivi, hawa wachochezi wanastahili wachukuliwe hatua kali sana. Maana jinsi wanawachwa ndivyo jinsi wanaendelea kuongezeka. Tumeona Gachagua akakuja akaleta kitu inaitwa Gema, kugawanya wana Nairobi. Tumeona tena ndio hii ya PK. Tena tumeona ndio hii tena Malala. Tena bado zingine zinakuja. Tumeona Muturi ndio huyu baada ya kutolewa kwa serikali ameenda tena kuweka uongo kwa Wakenya. Mimi ile kitu mimi nasema, kama Muturi yeye mwenyewe anasema vile alikuwa anasema, na alikuwa anafanya nini ndani ya hiyo serikali na ilikuwa chafu, kumaanisha hata yeye ni mmoja corrupt, alikuwa anakula kwa hiyo serikali. Same Rigathi Gachagua anaenda kusema sijui. Mimi nasema Rigathi Gachagua, kama wewe ulikuwa kwa hiyo serikali na ulikuwa umejua serikali ni chafu, mbona ulikuwa unakuamilia ndani? Mbona wakati mmetolewa ndani ya serikali ndio mnakuja kuanza kusema ati sijui ilikuwa? Sisi tunasema hivi, watu kama kina Gachagua, watu kama kina Malala, watu kama kina PK, watu kama kina Muturi, hawa ni wachochezi na wanastahili wachukuliwe hatua iliyo kali sana. Hatutaishi nchi ya uchochezi. Hiyo ni kama kuleta vita katika taifa la Kenya. Sisi tunataka kuendelea mbele, wengine washaamka. Tunasema hivi, saa hii hawa viongozi ambaye ndio wanataka kugonganisha wananchi. Sisi tunataka amani. Wananchi sisi tunataka ndugu, Mkikuyu ni ndugu yangu, Mjaluo ni ndugu yangu, Mluya ni ndugu yangu. Lakini hawa viongozi ati kwa sababu walishashindwa, sasa wanatafuta vijisababu. Wanatafuta ushupavu wa kisiasa. Ndio wanatumia mapiara. Wanatafuta kutrend. Tunasema hivi, bwana, kama mlishashindwa kazi, kaeni kando, wenye wako kwa kazi muone vile wanaperform. Mlishindwa kuperform. Malala hakuna kitu anasaidia watu kwa Kakamega. Hakuna. Hawa ni wale watu ambaye failures. Kwa mimi ile kitu mimi nasema hivi, Malala, hata kama we ni mtunzi wa shairi, wacha kutumia utunzi wako kwenda kuumiza watu wengine. Wacha kutumia mashule. Kama we ni mtunzi, wewe enda uanze kuimba hizo mashairi zako. Sio unaenda kutumia mashule. Ndio sasa mtafute makosa tujue ati wanafunzi wamepigwa tear gas. Sio wanafunzi, ni Malala ndio alikuwa anapigwa. Kwa hivyo ile kitu mimi nasema hivi, lazima viongozi kama hawa wachukuliwe hatua iliyo kali sana. Na tunataka uchunguzi ianze. Itakuwaje hii shairi imetoka pale chini mpaka imefika, na huyu judge mwenye ameruhusu ati Malala aachiliwe na hizi mashairi ziendelee, huyu judge pia anafaa achunguzwe. Serikali mfanye kazi. Mimi nakwambia Mheshimiwa Rais Ruto, saa hii si wakati wa kulala. Nakumbuka Waitito